Nafsi inalia, lakini sina sauti. Machoni najizuia, moyoni nazama chini. Haya, kwa hiyo jamani, nawatakia safari njema ndugu. Mzee, kwanza tuseme asante. Na kiukweli hili jambo tutalishughulikia kwa sababu sisi wenyewe akili zetu zishachoka. Na tukifanikiwa tutakupa taarifa. Samahani mzee. Vipi kuhusiana na hii simu? Tukuachie au tuondoke nayo? Ni vizuri sana mkaenda nayo, sababu itawahakikishia kujua mahali alipo. Hii simu password zake na nikumbuka kama ni 6677 mwisho ni 00. Hivyo itawahakikishia nini kufanya kile ambacho sisi wote tunakitaka. Sawa. Nawatakia safari njema. Asante mzee. Nafsi inalia, lakini sina sauti. Machoni najizuia, moyoni nazama chini. Nikikukumbuka, nafsi inalia, dunia inanipita. Hivi ni nani aliwaelekeza wale vijana hapa? Mkuu, hata mimi sifahamu. Sijui nani kaelekeza. Unajua kwamba nimetumia gharama kubwa sana ili kitu kisijulikanike. Najua mkubwa wangu. Najua sana. Hata mimi najiuliza. Mkuu, punguza jazba. Punguza hasa mkuu wangu. Yaani mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijui ni nani kaelekeza hapa. Maana nilijitahidi sana kufanya siri jambo lote linaloendelea. Sasa nitahakikisha unaipata ile simu. Na pia sitaki mtu ajue siri ya kifo cha mwanangu. Sawa? Nenda! Wewe, ninaikumbuka siku ya mwisho natoka makaburini kumzika mwanangu. Niliporudi pale nikukuta wewe na ile simu. Sasa imekuwaje ile simu kuwa mikononi mwa watu wengine? Au kuna mtu wewe alikuona wakati unaondoka nayo ile simu? Hapana baba, kwenye kumbukumbu zangu mpaka nafika pale nyumbani hamna mtu alioniona na ile simu wala kunifuatilia. Sasa kama wewe uliwaona, kwa nini usichukue hiyo simu? Swali zuri. Mimi nilikataa kuichukua ile simu na sababu zake, iwapo itatokea tatizo lolote pale, ile simu bado imehifadhi vitu ndani, inaweza likantia hatiani mimi. Sasa kuwa nayo wao, mimi ndani ya simu kuna mambo mengi. Sasa ikaja ikatokea tumeonekanika, unadhani kipi kitakachonipata mimi? Ili kitokea jambo lolote pale, serikali na watu wake watawakamata wale kwanza, sio sisi tena. Basi sawa baba, mimi naenda. Nafsi inalia, lakini sina sauti. Machoni najizuia, moyoni nazama chini. Nikikukumbuka, nafsi inalia.
dunia inanipita, natembea barabarani. Hizo mwanaume, ni namna gani mimi hatujaonana? Au namna gani mimi haujanitumia pesa matumizi? Unamaanisha pesa matumizi nikatolewa wapi? Sika moja kabisa, mimi ni mpenzi wako na inabidi kila siku unitumie pesa matumizi. Ulikopo una maana gani? Na mpenzi wangu, kiukweli kuna shida ilitokea kidogo, na ndio maana ukipiga simu hazipatikani, muda mwingine ukipiga sipokei. Na kuhusu swala pesa, kuna mchongo niliusuka ulifeli, lakini mchongo ukikaa sawa, mpenzi wangu, utamwona hata mwamba kapata pesa. Kwa usijali kuhusu hilo. Eti mpenzi wangu nitafuta pesa ni baba, mimi sitaki kusikia hayo. Nataka mimi pesa. Sio, unielewa? Nafsi inalia, lakini sina sauti. Machoni najizuia, moyoni nazama. Ndugu zangu, kwanza mmefikia wapi? Maana naona mmekaa kimya mpaka nimeshangaa. Kiukweli Mayunda, si tulifika mpaka kwa yule mjumbe kama ulivyotuelekeza, lakini mjumbe kakataa katakata kuchukua ile simu. Ni kweli, ila si niseme kwamba ni bahati nzuri au ni bahati mbaya, ila kwa upande wetu ni bahati nzuri. Manake muda ule tunatoka kwa mjumbe tukakutana na kijana akatuelekezwa kwa mzee mmoja hivi, na yule mzee inasemekana kwamba ni baba yake na mwenye ile simu. Umeona, tumetoka tumeenda mpaka kwa nyumbani kwa yule mzee yule. Tulipofika nyumbani kwa mzee, alipoiangalia simu tu akatambua kwamba simu ya mwanae. Tukaongea naye, na uzuri zaidi mzee anataka ushirikiano kutoka kwetu. Maana yake katupa password za ile simu ili tufanye uchunguzi ipasavyo, alafu tumpelekee majibu kuhusiana na mwanae sasa hivi yuko wapi. Umeona eh? Tulia kwanza ndugu yangu. Nyinyi kwani mapolisi? Nyinyi ni wa serikali? Amjulizi kitu? Kwani nyinyi mkae mkayangaikia simu aliyakuwa wenyewe usika wapo? Sikini, tumieni akili. Ipo hivi, kama yule mjumbe kaikataa simu, amjulizi bado, hapo kutakuwa na tatizo kubwa sana. Unaambiwa hivi, kila mwamba ngoma huvutia kwake, na ndio maana hakuna mtu anataka matatizo kupitia hiyo simu. Mtanielewa vizuri. Sasa nyinyi nengenekeni, sasa fungueni hiyo simu muone vitu vya siri, mkutane na mabalaa makubwa sana. Sisi tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo naombeni hakikisheni leo jioni leteni hiyo simu, kwa sababu nina wazo. Tumeelewa? Mimi na rafiki yangu anakaa huko. Huyo rafiki yangu huyo ana uwezo wa kushughulikia jambo lenu. Maana yeye anadili sana vitu vya ajabu kama simu za ajabu, simu mikufu ya ajabu yeye anadili nayo. Kwa nini nikimpelekea yeye, hiyo simu haitarudi tena kwenu. Kwa sababu hiyo simu yenyewe mjulize simu yenu simu gani ambayo mnaitupa inarudi tena kwenu. Simu inapotea mbele yenu, amjulize? Amjulize? Ndugu zangu, mna wiki ngapi sasa mnahangaika? Wiki ngapi mnahangaika? Wiki ya pili mnahangaika hiyo simu. Amtafuta hata pesa. Kwa nyinyi mtapotea ndugu zangu. Hiyo simu mkiendelea kuing'ang'ania itatoka na roho ya mtu. Ni kweli, kwa sababu hata mimi kuna mambo mengine hata sifanyi. Vitu gani?
hata kama usipojua. Sawa, nishajua. Ila acha hivyo. Sawa. Nimeshakuelewa. Kwa hiyo ndugu zangu ndio hivyo. Naombeni tuagane. Ndugu zangu. Fanya hivyo mwanangu. Hamna noma. Nikikukumbuka nafsi nalia, dunia inanipita, natembea barabarani kama kivuli kwenye mwili wangu. Mzee, mbona umeshtuka hivi? Kinachonitokea leo huwezi kuamini. Mwanangu nimemwona. Unamaanisha Mavo? Ndiyo yeye huyo. Mzee, unaonekana leo uko sawa. Una mawazo mengi sana kwa sababu nimeanza kukuita muda mrefu sana. Tuko unafikia kule. Nakuita mzee lakini hakunisikia mpaka nafikia hapa nimekushika bega ndio umemsikia. Lakini bila hivyo nina imani hata ningekuita vipi usingenisikia. Una mawazo sana. Punguza mawazo mzee wangu. Lakini tuachane na hayo. Mimi kifupi mguu nilikuwa kuja kwako. Lakini nashukuru Mungu tumeonana hapa. Nashukuru tumeonana hapa. Lile swala lako nimelifanyia kazi. Nimekutana na vijana nimeongea nao vizuri tu. Na wao wamenihakikishia siku ya leo jioni wataniletea ile simu. Na mimi nikiipata nitakuletea mzee. Vizuri sana. Sasa jioni leo tukutane. Usikose. Hamna shida kiongozi wangu. Tutakutana kwa sababu siku zote binadamu ana uwezo wa kufunga milango, lakini Mungu ndiye anayemiliki funguo. Unaelewa mzee? Sawa. Mimi naenda. Haya. Wangu. Sasa. Nafsi inalia, lakini sina sauti. Machoni najizuia, moyoni nazama chini. Nikikukumbuka, nafsi inalia, dunia inanipita, natembea barabarani kama kivuli kwenye mwili wangu. Sahani zako bado jikoni, ulikunywa chai ya mwisho huko. Serafina, hebu twende nyumbani. Mzee Bude, lakini si unajua kwamba mume wangu yupo nyumbani? Hii wiki nzima yupo nyumbani. Kwa nini usivumilie? Akiondoka mimi na yeye tutakutana. Akiondoka ataondoka lini unajua? Yeye kawaida yake anakaa wiki moja tu. Kwa hiyo vumilia hii wiki ikiisha, akiondoka mimi na yeye tutakutana. Kwani tatizo liko wapi? Ina maana hii wiki ije wiki nyingine. Najua wanasemaje Waswahili. Tena nyinyi watu wa mjini sasa, ukwiru. Mimi na ukwiru. Wana bwana, wiki moja imepita. Wiki nyingine haiwezekani bwana. Mimi nachoomba uvumilie tu. Sikiliza. Twenzetu nyumbani. Kwa sasa hivi siwezi kwenda kwa sababu muda wowote hapa mume wangu anaweza akapiga simu. Bwana, hebu twende.
Nimekwambia siwezi kwenda kwa sababu niache basi. Niache basi. Wacheni lakini. Kwenye redio wimbo wa zamani unanikata kama uchungu. Shikamoo mzee. Marahaba. Sarafina, nipo nyumbani. Sina sauti, machoni najizuia, moyoni nazama chini, nikikukumbuka nafsi inalia. Onana. Sawa. Kama kivuli kwenye mwili wangu. Sahani zako bado jikoni, ulikunywa chai ya mwisho huko. Nilicheka hukujua ilikuwa mara ya mwisho kukuona. Nafsi inalia lakini sina sauti, machoni najizuia. Nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Hapa ninavyokuambia, Mzee Gude kaniita. Alivyoniita eti kaniambia kwamba kawaona vijana wawili wameiokota ile simu ya mume wangu. Na mimi ninavyokumbuka ile siku tunakuita uje uchukue mwili wa mume wangu kauzike, mimi ndo nilichukua ile simu nikaihifadhi. Sijui imepoteaje au vijana wameiokota, sielewi. Sasa nilichokuitia hapa tu discuss tunafanyaje, maana mimi na wewe ndo tutakuwa wahusika wa kwanza kabisa. Kuhusu swala la simu na hao vijana nalifahamu vizuri, sio jambo geni kwangu. Hata mimi mwenyewe mara ya kwanza nilipata hofu sana na kujiuliza hawa simu umetolea wapi. Lakini yote kwa yote, kuhusu Mzee Gude, kwa sasa Mzee Gude anaonekana kama kaanza kuchanganyikiwa, kwa sababu leo nimekutana naye, lakini anaonekana yuko mbali sana. Nimemshika bega, ameshtuka sana. Nimba nikamuji, vipi? Una shida gani mzee? Mzee akasema yeye kwamba leo amemuona mwanae Mavo. Mimi nikamuuliza, umemuona lini, muda gani? Akasema muda huu. Kiukweli nikamwangalia, nikasema mzee ana msongo wa mawazo mkubwa sana, na tusipoangalia anaelekea kwa chini. Na kuhusu vijana kwa sasa hivi sina mpango maalum. Mungu wangu, mimi ninachowaza watafute wale vijana waue, tupoteze ushahidi. Hivyo wewe ni zumbuku kuu hayawani kichaa. Kile unadhani kuua ndio inapunguza tatizo? Ukiua unaongeza tatizo. Tena hili litakuwa ni bomu, tena bomu ya nuclear. Litatuangamiza wote. Kwa sababu leo tukiwaua wale vijana, familia zao hawatakubali. Umeelewa? Watapeleleza na watajua. Tukijulikana sisi tutafuta lazima. Hapa yenyewe tu tatizo tuko nalo sasa hivi. Linanumiza sana kichwa. Natachanganyikiwa. Katika swala la kuua, niache kabisa. Matatizo tuko nao sasa hivi yananitosha. Au mengine siyataki. Huyo mzee tu Mzee Gude nusu sura aniue mimi. Kapiga sasa jupa. Nilipagawa sana. Na hapa napambana kwa sasa hivi. Hii swala la mwisho huenda
hali ikizidi sana katika mjini tunaona swala kuwa staki. Nafsi inalia lakini sina sauti, machoni najizuia, moyoni nazama chini, nikikukumbuka. Nafsi inalia, dunia inanipita, natembea barabarani kama kivuli kwenye mwili wangu.